Haleluya, watu wa Mungu. Ni siku nyingine tena, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2024. Ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa mwisho katika mwaka. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako uliyepata nafasi ya kusikiliza somo hili zuri kabisa. Haupotezi muda, hautabaki kama ulivyo. Na namshukuru Mungu pia kwa kutukutanisha mimi na wewe. Sijui ni kwa namna gani, lakini ameshafanya tayari. Natamani kupitia somo hili ufanye maamuzi ya kumtumainia Mungu wa mbinguni, kumtumainia Mungu wa mbinguni ambaye ni Bwana wa mabwana. Somo letu linakwenda kwa jina la wewe tumaini lako nani? Ni swali hilo ambalo Mungu anatuuliza mimi na wewe. Wewe ni tumaini lako nani? Anauliza Francis, tumaini lako nani? Au wewe sijui ni nani, weka jina lako hapo. Tumaini lako wewe ni nani? Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi, neno la Mungu ile kutoka kwenye Zaburi ile ya 40 haya 4, neno la Mungu linasema kwamba heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hawakuelekea kwenye kiburi. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi. Nimelipenda ili neno, nimelipenda. Ni kwamba heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi. Nini nataka kusema ni kwamba ukisema heri, maana yake ni afadhali. Mungu anasema ni afadhali wale walionichagua mimi, walioamua kunielekea mimi, walioamua kunitumaini mimi na kuacha kutumaini mambo mengine na kuacha kuwatumaini wengine. Maana yake hao ni afadhali. Kumbe mtu akisema afadhali, maana yake analinganisha vitu viwili. Kuna makundi mawili ya watu hapa, kuna machaguo mawili hapa. Chaguo la kwanza ni wale ambao wameamua kumtumaini Mungu, na chaguo la pili ni wale watu ambao hawajaamua kumtumaini Mungu. Sasa akasema kati ya watu wawili ni afadhali ile kundi la kwanza ambalo limeamua kumtumaini Mungu, limeamua kumwelekea Mungu, likawaacha wale wenye kiburi. Kumbe kumtumainia Bwana ni uamuzi ambao kila mmoja anatakiwa uchukue. Mungu akulazimishe, aidha umtumainie yeye au utumainie mabwana wengine. Maana wako mabwana wengi. Kuna Bwana Mungu ambaye ni Bwana wa mabwana, na kuna mabwana wengine wasioeleweka. Ila wewe ukiamua kumchagua Bwana, una heri. Mungu akulazimishi, amua tu kumchagua Mungu. Kwa maana kumtumaini yeye ni uamuzi wako pia. Kuna watu hapa ambao Mungu amewaita wenye kiburi. Wenye kiburi ni wakina nani? Naweza nikasema wenye kiburi ni wale watu ambao wanajitumainia wenyewe. Hiyo ni definition ya kwanza, maana ya kwanza. Wenye kiburi ni watu ambao wanajitumainia wao wenyewe. Maana ya pili, wenye kiburi ni watu wanaojimwambafai. Unajua watu wanajikuta miamba wao wenyewe, wanajitumaini wenyewe, wanajimwambafai. Kwamba mimi utaniambia nini wewe mwanangu? Utaniambia nini? Wanasema utaniambia nini? Yaani wanajitumaini wao wenyewe. Maana ya tatu, watu wenye kiburi ni wajuaji. Hawataki kusikia la kuambiwa, hawataki kuelekezwa, hawataki kusikiliza wanaambiwa nini, wanafundishwa nini. Hao ni wenye kiburi. Maana ya nne ya watu wenye kiburi ni wale wanajiita miungu watu. Kwa umoja naweza kusema ni Mungu mtu. Yaani wao wanataka watumainiwe wao, yaani watu hawategemee wao. Hawezi kusaidia wengine. Hawaruhusu wengine wamtafute Mungu, ila wanataka wao ndio watumainiwe. Ukisoma Zaburi hiyo Zaburi ya 118 aya ya 9, neno la Mungu nasema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Kuna wakuu hapa. Wakuu ndo hao wenye kiburi, wajuaji, miungu watu.
Kuna watu wanatamani waonekane wao ni zaidi kuliko Mungu. Labda nikuulize swali, hivi wewe ukiumizwa huwa unakimbilia wapi? Mtu akikuumiza unakimbilia wapi? Unamtazama nani? Ukinyimwa haki huwa unamtazama nani? Huwa unakimbilia wapi? Unajililia mwenyewe? Unatoa rushwa? Ziko rushwa aina nyingi. Kuna rushwa ya fedha. Kuna watu wakinyimwa haki au kitafuta haki wanakimbilia kwenye rushwa. Kuna watu wanatoa ngono, hasa wanawake. Kutoa ngono au aina yoyote ya rushwa ni ishara kwamba wewe umeamua kuwatumainia wakuu. Kulialia, kutiatia huruma ni ishara kwamba umeamua kuwatumainia wakuu. Mungu leo anakuambia ni heri umtumainie Bwana. Ni heri uelekeze uso wako kwa Mungu. Ukiumizwa, dada, kaka, mgeukie Mungu, mwambie Mungu, nimeumizwa. Kaseketere bokori hapa. Sikiliza nikwambie hii. Unajua watu ni wa Mungu. Mungu anawajua watu wake. Ukinyimwa haki, mtazame Mungu. Mungu, nimenyimwa haki mahali fulani. Mungu atakuinulia watu. Mungu amesema kwamba nitainua kabila za watu kwa ajili yako. Nitainua Kushi na Seba kwa ajili yako. Hata kama mtu akakudhulumu kwa namna gani, mlilie Mungu. Mungu atalegeza mioyo yao. Mioyo ya jiwe atageuza kuwa mioyo ya nyama. Mungu anaweza kufanya hayo mambo. Ndio maana Mungu hapa akasema kwamba kwenye Zaburi ya 125:1, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hawatatikisika, wakaa milele. Ametoa sifa za mlima Sayuni hapa, sifa mbili. Sifa ya kwanza, mlima Sayuni. Mlima Sayuni ni wapi? Mlima Sayuni ni mahali ambapo Mungu yupo. Ametoa sifa mbili za mlima Sayuni. Kwanza ni mlima ambao hautikisiki. Pili ni mlima ambao unaishi milele. Mungu huwa anaishi milele. Alafu Mungu hatikisiki. Tunasema ufalme wa Mungu ni unshakable kingdom. Ni ufalme usiotikisika. Soma Waebrania. Ni ufalme usiotikisika. Mtumaini Bwana. Mwanangu, mtumaini Bwana. Hautatikisika. Ukinyimwa haki, hautalialia. Ukiachwa, hautalialia, hautateswa na mapenzi mwanangu. Sikia, mtumaini Bwana. Wewe ni mwamba wa miamba. Raba seke. Mtumaini Bwana, usitumainie waganga. Waganga ni watu tu wanatumainia mizimu. Acha kuloga mwanangu. Rudi kwa Bwana. Nakuambia leo katika jina la Yesu Kristo, neema kumtumainia Bwana. Pokea kwa jina la Yesu.